Mshangieni Mungu. Kwa jina la Yesu nimeomba. Pokea uponyaji. Asante Bwana. Haleluya. Pigieni Yesu makofi mazuri. Nimefika tamati. Nataka kuingia sasa kwenye ordination ambayo haitachukua muda mrefu. Haleluya. Hii ordination tuko nayo siku ya leo ni ya mtumishi wa Bwana kutoka Juba. Alikuwa kwenye programu yetu ya mwezi wa 8 na nashukuru sana watu wa Sky Cable TV tuko pamoja nanyi na tulikuwa nanyi mwezi wa 8. Mungu awabariki sana. Na huduma hii mlio nayo Mungu ainue sana. Mungu awapanulie mipaka. Najua mtapewa nafasi mmoja wenu anene, lakini tunashukuru kwa kazi nzuri. Hiyo kazi mlitufanyia mwezi wa 8 imeenea sana na imeenda mbali. Kwa hivyo tayari hii kazi ni kazi imebarikiwa. May God bless you na Mungu azidi kubariki Sky Cable ni Kenya TV. Ni correct. Sky Cable TV Kenya. Hallelujah. Mungu awabariki sana na wainue, ni kwa sababu mumekuwa wa baraka kwetu. Hallelujah. Kwa hivyo mwezi wa 8 tulikuwa na ordination, tulikuwa tunafungua kanisa letu. Na tulikuwa na watumishi wengi waliodainiwa mahali hapa, wengi, na mchungaji wetu kutoka Sudani kule Juba kwa kanisa letu hakuweza kufika kwa sababu ya zile changamoto zimekuwa, kwa sababu ya venye mambo mmekuwa ikiendelea, lakini ameingia hapa Disemba na nikamwambia mafuta yake bado iko. Haleluya. Vazi lako bado liko. Bwana asifiwe. Na najua Mungu amemwandaa hata kwa neno lililokuwa mbele, maana sitahubiri tena, limemwandaa na limemtayarisha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hatukukuwa na yeye na sasa yuko hapa, ndiposa tukatangaza siku ya leo ndio tutakuwa na mafuta yake. Ni kwa sababu hata yeye anafaa achukue yale mafuta. Kanisa letu pale sasa iko na miaka 7 pale Juba, na Mungu amekuwa akitenda mambo makubwa mahali pale, na tumekuwa tukiona Mungu mkubwa kupitia mtumishi wa Bwana. Amejikasa kuhubiri Warabuni, maana kule ni kama Waarabu na nini. Haleluya. Na watu wa haleluya, si rahisi. Haleluya. Mimi nilienda pale hata nikasema wewe uko na roho juu. Roho yako ni roho juu. Bwana asifiwe. Haleluya. Unahubiria watu ambao hawaelewi, lakini kupitia nguvu za Mungu ambazo ziko ndani yake, Mungu amekuwa akifanya kazi. Haleluya. Ndiposa ninasema ya kwamba wakati Musa alitoka Misri sio vile alivyorudi. Bwana asifiwe. Vile mtumishi wa Bwana ametoka kule kunaitwaje? Kule Sudan South. Haleluya. Sio vile atakavyorudi. Atarudi na nguvu zingine, ataenda na power and authority in Jesus name. Amen. Na chenye alikuwa anataka, najua kuna mahitaji mengi kwa sababu ya kazi ya Bwana. Sio kwa sababu yake, kwa sababu ya kazi ya Mungu. Amen. Na nataka nikuahidi mtumishi wa Bwana, hii mafuta unachukua leo ni ya kupata shamba la kanisa mahali pale kwa jina la Yesu. Haleluya. Kwa hivyo anaenda kuchukua mafuta ya Reverend, kiwango cha Reverend, amekuwa pastor hiyo miaka na zaidi ya hiyo miaka. Haleluya. Kwa hivyo anaenda pale na nguvu zingine, na anatoka hapa na jina jipya. Amen. Anatoka na nini? Haleluya. Anatoka na jina jipya, na sio jina tu. Watu wako na majina mabishop, makibishop, lakini haina kazi. Bwana asifiwe. Lakini najua hii anatoka nayo mahali hapa, hataifanyisha kazi vizuri. Haleluya. Siku moja nilimtolea unabii nikiwa mahali pale Juba. Nikamwambia Mungu ameniambia atakupatia jina hapa. Hata kama unajua watu walikuwa na mdharau, msidharau. Haleluya. Watu walikuwa na mdharau, wanasema ule mama kapasta, kale kapasta. Haleluya. Bwana asifiwe. Nikamwambia one day kuna makanisa zitafungwa na wewe Mungu atakusimamisha. Na ni kweli Mungu alifanya hivyo. Na nikamwambia jina lako litainuliwa na Mungu. Limeinuliwa, mchungaji alijainuliwa. Kila wakati ananipigia simu, ananiambia kuna wachungaji wanamwambia njoo utuinulie madhabahu. Sasa hata ananipigia simu, mamu madhabahu inainuliwangu aje. Haleluya. Yani Mungu fenye alisema alimfikisha pale. Haleluya. Alimuinua vile alivyosema. Yes. Kwa sababu Mungu akisema jambo, amen, lazima nalifuatilia. Hata wewe jambo lolote Mungu amenena leo, atalifuatilia kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Ninamwagia mtumishi wa Mungu mafuta ya Reverend siku ya leo. Lakini next time dadangu tumekuita nani? Sitaki kuita hiyo, niambie hiyo jina lingine. Fanis.
Bani, ni wewe utamwagiwa mafuta. Hata wewe utumikie Mungu. Ndani yako kuna mbegu kubwa ya Mungu. Amen. Amen. Hallelujah. Unasikia? Mark my word. Na utahubiri mbali na karibu. Hallelujah. Kwanza ninasikia Mungu ananiambia wewe hautahubiri hapa. Hautahubiri inchi hii. Unatakikana uende inchi nyingine iko na watu wako na kichwa gumu. Hallelujah. Wako na lugha usikii. Na itabidi hiyo miaka tumebakisha tukigojea Yesu. Fanya haraka maana utafanyia Mungu kazi. Amen. Kwa hivyo siku ya leo ningetaka nimrudishie mchungaji wetu microphone ndio atuandae kwa sababu ya hiyo jambo. Ninachukua nafasi fupi sana. Sitakuwa na nafasi refu. Na saa hiyo ninajua utaandaa wa familia ya mchungaji nini venye unajua mpangilio huko. Na before that utaita watu wetu waongee kidogo, aseme wako hapa before uandae watu wengine, na Mungu atatenda mema. Hallelujah. Mumebarikiwa. Shalom. Narudi tena. Let us appreciate our bishop with a good clap offering. Naomba tupongeze askofu wetu kwa makofi mazuri. Ni kwa sababu ni wa baraka ametunenea, na hakika ninajua ya kwamba Bwana yu pamoja nasi kikao hiki. Ubali tumetoka na ubali tumefika ni nguvu za Bwana. Hallelujah. Na neema ya Bwana itakapotutosha, hakika tutaenda mbali. Ambia mwenzako you are going far. Ambia mwenzako tunaenda mbali. Ni kwa sababu tunayemwamini ni mwaminifu, na tunayemfuata anatimiza ahadi. Hallelujah. Kwa hivyo tunaingia katika kikao kingine ambacho ni ya kujiandaa. Ni kwa sababu ya mtumishi wa Bwana tu Pastor Janet, ni kwa sababu ni wakati wake wa kumwagiwa mafuta ya Reverend. Lakini kabla tufike hapo, nina heshima kuu ni kwa sababu ya wapendwa wetu all the way kutoka Kenya Cable TV waweze kutunenea na watuambie wako hapa. Karibu sana ndugu yangu. Mtazamaji wa Sky Cable TV, na kukaribisha Kariobangi South katika God's International Ministry, ambapo leo tunakuwa na ordination ya Janet Mumo, presiding bishop akiwa ni Bishop Jane Deborah. Asanti sana, jumuika nasi. Na kama uko kwa mitambo, chukua simu yako, ingia kwenye Sky Cable TV Kenya upande wa Facebook na pia YouTube. Pia wewe uko hapa kwa hii kanisa, utakuwa na nafasi ya kuingia kwenye mitambo yetu ili upate hii live stream moja kwa moja. Mimi najulikana kama MC Kimsi, na kuaga Sky Cable TV na kuaga na show inaitagwa Mohahe wa Kim na Rose. Jumuika nasi. Asanti sana. Karibu mtazamaji wa Sky Cable TV Kenya, Kariobangi South God Ministry International Church. Asante sana. God bless you so much our Bwana. Makofi mazuri kwa MC. Hakika yeye ni wa baraka kwenye haya madhabahu. Twashukuru Mungu ni kwa sababu tayari ametukubarisha, na hakika ametubarikisha mbele ya madhabahu haya na hata ndani ya Sky Cable Kenya TV. God bless you so much. We love you and God loves you so much. Wakati tunataka kuingia katika kipangilio mzuri ni kwa sababu mpendwa wetu wa Pastor Janet, na ni kwa sababu hii ni siku ya mtumishi wetu. Najua kuna watu wa familia yake wako pamoja naye. Najua kuna marafiki wake wamekuja kumzidikisha na kuweka na kuwa mashahidi ya kwamba as Reverend ama Pastor Janet ameingia katika ofisi nyingine ya kutumika kwa Mungu akiwa Reverend Janet. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nataka kuwapangilia ni kwa sababu mtatoka pale nyuma, mtamzidikisha Pastor Janet kwenye madhabahu ya Mungu, na ninajua ya kwamba kunalo dhabihu ambalo ako nalo. Mtamsaidia mnapomleta hapa, na mtasema kama kwa sababu mlimfungua na mkamwachilia, siku ya leo mmekuja kumsema ya kwamba tunamtoa katika kiwango cha pastor cha uchungaji na anaingia katika ofisi ya Reverend Janet anapotumika chini ya madhabahu ya God's Ministry. Kwa hivyo naomba marafiki wa familia ya mchungaji wetu watasimama, wataenda, na watakaposimama watatoka pale kwa mlango ili waweze kuingia ndani, na ninajua ya kwamba watakuja pamoja na mchungaji ili wamsongeshe kwenye madhabahu ya Bwana. Familia ya Pastor Janet, nimeona wengine wakitoka nje, naomba mtoke nje ili mjiandae mnapomleta ndani ya madhabahu ya Bwana katika jina la Kristo.
family, from our Pastor Janet. I do believe you're prepared. Naamini ya kwamba mmejiandaa mnayemsongesha mchungaji mbele ya madhabahu ya Bwana. Ni kwa sababu atakapofika hapa I do think hata anapotoka nje atazidikishwa. Ako na ndugu zake hapa, kuna wachungaji wenzake hapa, watakapomleta baada ya kuletwa hapa mbele na familia watakaribia hapa mbele. Kwa hivyo tunataka familia ya mchungaji Mountain Movers wanaweza kuja kutubariki na wimbo wanapojiandaa. Mountain Movers, you may move on to the altar very fast to bless us with one number. Mtubariki kwa wimbo moja mchungaji wanapojiandaa kukaribia kwenye madhabahu. Yu Bwana. It seems as mountain movers they are not ready. Mountain movers they come hako tayari. We are waiting for mountain movers. Very fast they bless us with a number. Tukigojea mchungaji wajiandae. Yes, welcome mountain movers. Johnny, mtubariki kwa wimbo moja. Ndiposa tuwe na wakati wa kugojea mchungaji ajiandae. They are looking for a smartphone. Wakuje nayo kwa ajili ya wimbo vile wamedownload kwa simu yao. Ikipatikana wakaribia haraka. Mountain movers, we are waiting for you. We bless us with one number. Tukisubilia wapendwa wetu wajiandae, ndiposa waweze kusongelea madhabahu ya Bwana. One number, you bless us with one number, and God is going to bless you. We are waiting for their number. Tutawapa time wa kugojea. Yaonekana wimbo walikuwa download wanaitransfer kwa simu nyingine. But why not, we are going to wait for them. Naamini ya kwamba iko sawa. Is it okay? Sinaitwa simu. Cha.
God bless you so much, Mountain Movers, for your presentation. God bless you so much. Wakati huu, I just want to invite, nataka kukaribisha mchungaji wetu Pastor Janet anapozidishwa na watu wa familia na mzazi wake wakuje waingie ndani kwa madhabahu, ndiposa mzazi atakapompeana mtumishi wa Mungu kwa askofu, ibada tutaimpatia kwa askofu wetu. Na ningeomba ni kwa sababu ya kutii mafuta tuweze kusimama kwa miguu yetu. Tusimame kwa miguu yetu sisi wote, ndiposa tuweze kukaribisha mtumishi wa Mungu Pastor Janet wanapokuja. Wapee nafasi mzuri, njia mzuri. Karibuni sana mchungaji. Karibuni. One presentation ya wimbo kama iko. Ni mchungaji wetu wa madhabahu yetu ya Juba, ndio analetwa na mama mzazi wake. Karibu, karibu, karibu. Thank you, thank you. Asante sana. Karibu mama. Asante Yesu. Haleluya. Nataka watu wa kuimba wakuje hapa. Sitaki aibu dogo dogo. Nyimbo zimeisha. Haleluya. Nataka mkuje hapa. Rudi hapo chini. Acheni, ulichelewa. Asante, Bwana asifiwe. Leo ningetaka tuombe kwa sababu ya hii familia, ili Mungu akaweze kutenda yaliyo mema. Bwana, ninaomba kwa sababu ya hii familia ambayo ni ya mchungaji wetu Janet. Leo wamemsindikiza pamoja na marafiki zao kumuleta katika madhabahu haya, ili Baba ukampeleke kwa level nyingine. Amepita kiwango cha kwanza, sasa yuko kiwango kingine, na najua hata kwa hii kiwango utamsaidia. Ninaomba Baba ukabariki hii familia, ukainua hii familia, ukawatendea yaliyo mema, maana wewe ni Mungu. Ninajua ya kwamba umwaminifu Jehova na umwenye nguvu na mamlaka mfalme. Hii familia Bwana, wacha uwepo wako uwe juu yao. Nisaidie na hiyo maji. Na mamlaka iwe juu ya maisha yao. Baba, wabariki, wainue na washughulikie. Na ni kwa sababu leo wamekata kauli kusimama na wao. Wabariki, maana wewe ni Mungu. Kwa jina la Baba nimeomba na kuamini. Taka nibariki familia kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu akawabariki na Mungu akawainue. Mungu akawatendea yaliyo mema. Siku ya leo iwe siku ya baraka na siku ya ushindi katika maisha yenu, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Siku ya leo mama, umemleta mara ya pili mwanao kwamba azidi kumtumikia Mungu. Bado unakubali azidi kumtumikia Mungu? Nakubali atumikie Mungu. Mpatie jisikie. Mama, umetuletea msichana wako ama mwanao mara ya pili kwa haya madhabahu ili kumtumikia Mungu. Bado umemrelease aendelee kumtumikia Mungu? Ndio, nimemrelease aendelee kutumikia miaka yake yote. Miaka yake yote. Hata wakati nitamwambia enda Amerika, utauliza kwa nini ametumwa? Hapana, sitauliza. Hata wakati nitamwambia toka sasa uko Juba kuja hapa, utamuuliza? Sitamuuliza. Hata wakati nitamwambia hata watu wakihama Juba wewe endelea kukaa huko tumikia Mungu, utamuuliza? Sitamuuliza. Kwa hivyo umempeana mara ya pili kwa madhabahu. Ndio. Niletee hapa kwa altar, mbingu na dunia ikiona, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Baba, ninashukuru siku ya leo ni kwa sababu mama ya mchungaji wetu amemleta na amempeana mara ya pili kwa hii madhabahu. Nani ninampokea kwa haya madhabahu, na nikiomba kwamba utalinda huyu mama, kwa sababu kama vile mama yake Timothy alivyomrelease Timothy akamtumikie Mungu, ndivyo na huyu mama amekubali mwanae amtumikie Mungu. Ninamwombea miaka mingi na siku nyingi, mtenganishe na hofu zote za mauti na hofu za magonjwa, ukampe miaka ya kufurahia wala sio miaka ya magonjwa,
miaka ya amani wala sio miaka ya hofu, katika jina la Baba. Nami ninampokea huyo mtumishi kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Asante sana mama. Amen. Asante. Mungu akubariki mami na kupatia miaka ya amani. Hallelujah. Asante mama ametupatia, na nyinyi Mungu awabariki, awatendee aliyo mema kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Tutarudi kwa viti zetu, ni kwa sababu ninataka sasa usirudi na zile vitu, ningeomba ukuje na vitu zako. Nyinyi wasimamisha, mjamsaidia. Msaidie na ninaomba tunyamaze kimya kwa sababu ninataka tuende kwenye neno la Bwana. Mtumishi Dani, njoo hapa unisomee haya maandiko kwa ufasaha. Tanisomea Mambo ya Walawi 8 mstari wa 1. Soma hii yangu kama yako iko mbali. Haleluya. Inasema namna gani? Bwana akanena na Musa na kumwambia, mtoe Haruni na wanawe pamoja naye na yale mavazi na mafuta ya kutia na ng'ombe mume wa sadaka ya dhambi na kondoo waume wawili, kikapu cha mikate isiyotiwa chachu, kisha ukutanishe mkutano wote hapo mlangoni pa hema ya kukutania. Basi Musa akafanya kama alivyoambiwa na Bwana, na huo mkutano ulikutanishwa mlangoni pa hema ya kukutania. Musa akawaambia mkutano, neno aliloagiza Bwana kwamba lifanywe ni hili. Basi Musa akawaleta Haruni na wanawe, akawaosha kwa maji, kisha akamvika Haruni ile kanzu na kumfunga mshipi. Kitu ya kwanza. Haleluya. Amen. Tunaenda step by step. Naomba tuanze tena. Tuanze mwanzo. Hii ni agizo la Mungu. Anza tu number 1. Bwana akanena na Musa. Bwana akanena na Musa na kumwambia, mtoe Haruni. Mtoe Haruni. Sasa leo Haruni ni huyu dada. Huyu ndiyo Haruni wa leo. Na wanawe pamoja naye. Na yale mavazi na mafuta ya kutia. Mafuta, mavazi yako, nionyeshe mavazi. Mavazi unayo? Niletee hapa hayo mavazi. Niweke hapa. Na mafuta ya kutia iko? Niletee hiyo chupa ya mafuta. Haleluya. Kwa hivyo mafuta na mavazi yako. Na ng'ombe mume wa sadaka ya dhambi. Ng'ombe mume wa sadaka unaye? Leta sadaka yako. Iko. Hiyo iko. Na kondoo wawili waume. Najua wako hapo. Na kikapu cha mikate isiyotiwa chachu. Kikapu iko. Hiyo iko. Kisha ukutanishe mkutano wote hapo mlangoni pa hema ya kukutania. Basi Musa akafanya kama alivyoambiwa na Bwana. Na huo mkutano ulikutanishwa mlangoni pa hema ya kukutania. Musa akawaambia mkutano, neno aliloagiza Bwana lifanywe ni hili. Basi Musa akawaleta Haruni na wanawe, akawaosha kwa maji, kisha akamvika Haruni ile kanzu. Nimemuosha kwa maji, usifungue yote tafadhali, usifungue yote. Nimemuosha kwa maji. Kuosha kwa maji ni kwa neno la Bwana. Sasa hili vazi kitambo nilimuvalishe huyu mchungaji ama huyu mtumishi. Watu wengi wanavaa, wanaenda wananunua, wanashonesha mavazi haya, wanavaa ili waitwe majina. Lakini hili vazi limekuwa hapa kuanzia mwezi wa 8. Wakati ule liliombewa, na leo pia nitalitakaza kwa jina la Yesu. Baba wa mbinguni, naomba maji tafadhali. Vitu zangu zote mlete hapa. Baba wa mbinguni, kwa jina la Yesu ninaombea hili vazi, ninalitakaza kwa damu ya Yesu Kristo. Watu wengine Bwana wananunua, wanavaa
ili Baba waitwe majina, naomba ukae nyuma kidogo, waitwe majina wanaotaka, lakini hili vazi nalitakasa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Litakazike wakati nalofanya kazi yako, wakati mtumishi wako analivaa Bwana, lisiwe la kawaida, bali Jehova liwe vazi la kuheshimika, vazi ambalo utukufu wako unaonekana ninapoenda kumvalisha Baba. Wacha awe na kibali na neema kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo siku ya leo, mtumishi wa Bwana, ninakuvalisha hili vazi la kikuhani. Haleluya. Kama vile umesikia maandiko inasema walipoleta zile vitu, kisha Biblia inasema ya kwamba akaambiwa amvalishe vazi. Naenda kuvalisha hili vazi. Kisha akamvika Haruni ile kanzu. Kisha sasa nataka utaje jina lake. Kisha akamvika Janet ile kanzu. Amen. Jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na kuvalisha hii vazi kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Watu wote wanapolivaa ukubalike kwa jina la Baba na Mwana na... Pigeni makofi mkishangilia Bwana. Na ninaambiaga natakanga watu chapcha. Haleluya. Ori na mashantara raboza. Ukubalike katika hilo vazi kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na kumfunga mshipi na kumvika joho. Na kuvisha leo. Kwanza hii ninaita mshipi kwa sababu hii ndio itafanya ukubalike na popote unaenda unaheshimika katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Joho. Nataka utaje wa mshipi? Na kumvika joho. Mshipi Bwana. Na kumfunga mshipi. Na kumfunga mshipi, na kumfunga mshipi. Mshipi huu uwe wa kibali na neema katika huduma kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na kumfunga joho na kumvika naivera na kumfunga huo mshipi wa kazi ya ustadi. Nimemfunga mshipi wa ustadi na nimemweka, umesema mshipi? Na joho na naivera. Naivera ndiyo hiyo, na kuvika hii naivera kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba upige magoti. Nataka kwanza nimuombee kitambo niweke mafuta juu yake. Baba, kwa jina la Yesu Kristo ninamuombea huyu mtumishi wako Bwana. Ninaomba neema yako iwe juu ya maisha yake Jehova. Ninaomba Mfalme, mavazi aliyoyavaa sio ya kawaida, bali ni mavazi ya utukufu wa jina lako. Ninaomba kuanzia leo Mfalme, mheshimishe kwa hii kazi, mheshimishe kwa hii huduma. Wewe Mungu unajua miaka 7 iliyopita vile huyu mtumishi wako ametumika, Baba yangu, akiwa ananyenyekea na kukutumainia. Hata leo Bwana, kwa jina la Yesu Kristo, miaka ambayo imebaki, ambao anagoja karubeta yako, atazidi kunyenyekea Bwana. Leo anaenda kuchukua nafasi ya Reverend mahali hapa Bwana wa Israeli. Nami ninaomba Bwana, haitakuwa jina tu, bali litakuwa jina lililo na mazao, litakuwa jina lililo na madhabahu zingine, litakuwa jina ambalo linaleta branches zingine katika jina la Yesu. Baba, ninamwombea leo kwamba utampatia amani na kumpatia nguvu katika huduma hii kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba. Amen. Mafuta inataka kwenda kwa mafuta sasa. Mungu akubariki, Mungu akuinue kwa jina la Yesu. Kwa mafuta huko. Ndio. Kisha Musa akatoa hayo mafuta matakatifu ya kutia. Ninataka ninue haya mafuta matakatifu. Ninainua haya mafuta matakatifu
akatia mafuta maskani na vyote vilivyokuwamo. Na itakasa haya mafuta kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana, ninapoitia haya mafuta juu ya mtumishi wako Bwana, najua ya kwamba Bwana unampeleka kiwango kingine, katika huduma kiwango kingine, katika maisha yake kiwango kingine, katika familia kiwango kingine. Haya mafuta Bwana umeutofautisha na wengine ambao wamekuwa wakimwangalia kwa umbali. Wacha haya mafuta impe kibali nchi zote atakazozunguka katika jina la Yesu. Popote ataenda kwa sababu ya neno lako, wacha haya mafuta yamkubalie. Wacha haya mafuta yampe kibali. Leo ninamwagia mafuta haya Janet Mumo kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kisha akamimina mafuta hayo kutia kichwani mwake. Na mimina haya mafuta Janet juu ya kichwa chako kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na kumtia mafuta ili atakase. Amen. Na kutakaza kwa haya mafuta, na neema ya Bwana iwe juu yako. Mafuta haya yawe ya kukunenea. Mafuta haya kupe kibali. Mafuta haya yalete neema kubwa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Unabii ulipuke ndani yako kwa jina la Yesu. Na kuanzia leo maisha yako ibadilike katika jina la Yesu. Ninaomba neema ya Bwana iwe juu ya maisha yako. Mafuta haya ya kutetee, mafuta haya ya kupiganie, mafuta haya popote utaenda ikufungulie milango, ikupe kibali, ikupe kibali, ikupe kibali, 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 kibali kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Siku ya leo ninakutakasa, ninakutenga kwa sababu ya kazi ya Mungu, na kutenga kwenye kiwango cha Reverend katika huduma ya God Ministry International Church. Mungu akutetee. Mungu aongee juu yako. Mungu akupiganie. Amen. Popote utaenda. Yes. Mafuta haya yatangulie. Popote utasimama. Mafuta haya ikutetee. Jehova, Roho wako asimuache. Atembee naye popote atakapoenda. Kuanzia leo umtetee, umkuze. Ni mtoto, ni mtoto Baba, umkuze, umfundishe, mfungue masikio, fungue macho. Mafuta haya ifungue macho, macho ya kiroho, masikio ya kiroho. Baba yangu, unabii, unabii uendelee kufunguka ndani yake. Afungue wengi kwa haya mafuta, asimamishe wengi kwa jina la Baba na Roho Mtakatifu nimeomba. Amen. Barikiwe. Amen. Kama ana viatu naomba atoe. Ordination for Philipsine. Naomba unipe mikono yako. Hii mifuta mikono yako. Wapi mafuta? Hii mikono yako aimwagia haya mafuta. Mafuta ya kibali, mafuta ya baraka, mafuta ya utajiri, mafuta ya kuendelea, mafuta ya miujiza, mafuta ya ishara. Kuanzia leo yeyote utakayewekelea hii mikono yako afunguliwe, apone. Akiwa na mapepo, mapepo yaende. Akiwa amefungwa na uchawi, uchawi uchomeke. Kuanzia leo enda na nguvu na uwezo na kutuma na mamlaka. Power and authority, power and authority, power and authority. Kwa jina la Yesu, pokea hizo nguvu na uwezo. Hii mikono chochote itagusa kibarikiwe. Kwa jina la Yesu nimeomba. Amen. Hii miguu yako popote utakanyanga uwe na kibali. Popote utakanyanga ukubalike. Popote utaenda ukubalike. Ukikuta uchawi ukikanyanga unakauka. Ukipata majini unaikanyanga inakauka. Popote utakanyanga kukiwa hakuna amani kutakuwa na amani. Popote utakanyanga kukiwa hakuna ndoa kutakuwa na ndoa. Popote utakanyanga kukiwa hakuna utajiri watatajirika. Popote utakanyanga wakiwa wamelemewa wataweza.
katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Naomba nguvu na uwezo kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Leo ninakuamsha na kukusimamisha na nguvu na uwezo kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akujaze nguvu, Mungu akujaze neema. Ninaomba nguvu za kinabii, uwezo na mamlaka utembee nayo kuanzia leo na milele. In Jesus name. Amen. Amen. Mungu wako wacha ajulikane popote utakapoingia kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Ninaomba unisaidie na cheti iko wapi? Haijawa rahisi. Naomba hiyo wimbo imbwe kwa chini, kwa chini. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu. Umenibe Kihora mashantara bababo karama mamosa arabashanda rikata babosete tererebosa. umenibe Kairi basintere batia. Yes. Maibe kentiri basantere. Hey. Riake bakantere. Amina. Mari keri batari basia. Mia basantere ket. Amina. Oh, irik kenteri. Thank you, Master. Asante. Anasema nimekubali kuifanya kazi ya Mungu, kwa milima na mabonde nitavumilia. Amesema popote Mungu utanituma nitaenda. Amesema nitavumilia yote. Anasema nataka nikuwe kielelezo kizuri. Bwana, nitafanya kazi yako, amesema. Asante Bwana. Roho wa Bwana ananena. Bwana akusaidie kwa yale umenena. Mungu akubariki kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Niko na cheti. Cheti hiki kimeandikwa mwezi wa 8 2021, maana ilikuwa ya 2021, lakini leo ndio ninampatia cheti chake. Utasimama upande kukabidhi cheti chako. Hii cheti ni ya mafuta ambayo siku ya leo ameipokea hapa kwenye madhabahu ama kwenye kanisa la Gold Ministry. Ninajua ya kwamba amekubaliwa kuhubiri injili ya Kristo. Haleluya. Hii ni cheti cha pili katika huduma. Alipokea cha upasta, sasa anapokea ya Reverend, na hapa imeandikwa Reverend Janet Kivio. Haleluya. Lakini anaitangwa Mumo. Bwana asifiwe. Amen. Mumo wanga ni kusema nini? Neema ya Bwana. Kwa hivyo anaitwa Janet Neema Kivio. Haleluya. Janet Neema Mumo wanga. Kwa hivyo ninakupokelesha hii cheti cha siku ya leo kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Enda uhubiri injili, enda upenye, enda uingie. Nimekutuma leo uingie mpaka kwa nyumba ya mfalme. Yes. Mafuta haya ya kuingiza kwa nyumba ya mfalme kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen and amen. May God bless you. May God bless you in Jesus name. Ninaomba unisaidie na hiyo mafuta. Niko na chupa kwa jina la Yesu. Ninataka nikutume na haya mafuta. Haleluya. Uende ufanye kazi ya Mungu. Sisi hatuuzangi mafuta, wala hatunyweshangi watu mafuta, wala hatuoshangi watu na mafuta, lakini tunatumianga mafuta wakati Mungu amesema itumike. Kwa hivyo ninakukabidhi, nimekutuma na haya mafuta ya ureverend. Sasa haya ni mafuta, mbeleni nilikupatia upasta, sasa nakutuma na hii ya reverend. Umekuwa reverend kwenye maeneo ya Juba, makanisa mengine yakifunguliwa pale, wewe ndio utakuwa unajua inaendeleaje kule, na uende kule ufungue branches zingine, maana Mungu alisema amekuheshimisha mahali pale. Kwa hivyo ninakukabidhi haya mafuta kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mafuta haya uende na kiwango kilicho juu kuliko vile ulivyokuwa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. May God bless you. Hallelujah. Ninataka nipokee hizo vitu zake. Ziko wapi?
ninapokea hizi sadaka zako ambazo umeleta siku ya leo. Mungu akuangalie na akubariki kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kwa hizo zingine ziko wapi? Sikuwa nimezichukua kwa mikono yake, nilikuwa nazitukua kwa maandiko. Nimeziangalia na nimezipokea. Kuanzia leo ukuwe mama wa mama wengi, ukuwe mama wa watoto wengi kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Haleluya. Mama hapa nikubariki. Angalia huku. Angalia huku niko. Naomba wa familia wa mtumishi wa Bwana waje hapa mbele. Familia wote ambao ni wa nyumba yake. Wa nyumba yake, watoto wake. Wewe mwenye unajua ni wa familia kuanzia mami. Na mfanye haraka kidogo. Hapa tunafanyanga chap chap haraka haraka na mtabarikiwa. Jina la Yesu. Mami yako wapi? Fanyeni haraka mkuu hapa nyuma. Mami ameenda. Oh. Na mumu kwa nini amuambi namuita? Unajua masikio yake si kama yenu. Sasa mnampita tu. Asante mami. Njoo hapa kabisa. Kana weki haya tu. Male yako kutabia ningo kweta. Okay, kaa hapa nyuma. Kama hapa nyuma. Dia mabega. Katika jina la Yesu, ninaomba Mfalme, bariki hii familia, bariki huyo mzazi, bariki na hao watoto. Siku ya leo Mungu wa Israeli, ninaomba wabarikiwe, wainuliwe Jehova. Mafuta hii leo nimemwagia huyo mtumishi wako Reverend Janet. Wacha iwabariki, wacha iwainue. Chochote atakuwa anatamka juu yao kitakuwa kinawabariki, kitakuwa kinawainua katika jina la Yesu. Siku ya leo ninajua hii familia wataenda mbele. Hawa watoto, hawa wajukuu ambao leo wamesimama hapa watainuliwa na kubarikiwa katika jina la Yesu. Mafuta haya wacha iwe na wanenea mema katika maisha yao. Nao hawa Bwana wacha wakaheshimu mafuta haya, nao itawabariki kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba. Amen. Mungu awabariki na wainue. Mtasonga chini kidogo alafu nitamwambia venye ninataka kufanya. Simama hapa juu. Haleluya. Simameni kanisa la Bwana kama mmekaa chini. Amen. Mbeleni tulikuwa na Pastor Janet. Asubuhi tulikuwa na Pastor Janet. Haleluya. Mbeleni tulikuwa na nani? Pastor Janet. Lakini sasa tuna Reverend Janet. Haleluya. Ninawaletea Reverend Janet Mumo. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ukubarike na Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Sema Reverend nani? Nani? Reverend. Amen. Kwa hivyo Mungu akubariki sana na watendee mema. Amen. Ninataka mrudi nyuma nyinyi. Alafu sasa hii mafuta ni mapya. Sema haya mafuta ni mapya. Haya mafuta ni mapya. Amen. Amen. Tunapoleta sadaka zetu, mtarudi tu kwa viti. Tunapoleta zawadi zetu, hii mafuta ndio itawaombea. Amen. Amen. Mtakapo atasimama hapa muiweke kwa miguu yake. Mkishamaliza atawaombea mkiwa huko nyuma kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Kwa hivyo nikidapompatia microphone, mafuta mapya inawaombea na chochote atatamka itakuwa hivyo kwa jina la Yesu. Amen. Tufanye hivyo, jitayarisha na zawadi yako. Popote huko wachungaji, watumishi wa Mungu ndio tunaanza na wao. Walete, simama hapa. Simama hapa. Hapo. Simama hapo. Haleluya. Mtumishi wa Bwana amesimama hapo. Haleluya. Leteni, ninataka muziweke kwa miguu yake. Msimpatie na mkono. Mikono ndio atainua baadaye awabariki nayo. Mutaweka hapa kwa miguu yake. Haleluya. Na useme ni zawadi ya mtumishi wa Bwana. Tufanye hivyo kwa haraka. Na tunapopata wimbo chini kwa chini hapo. Wimbo chini kwa chini. Hallelujah, hallelujah.
Tulete zawadi, tulete zawadi. Songeza zawadi haraka haraka. Simameni, kila mtu asimame. Simameni, simameni tufanye haraka. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. 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 Chakutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha. Chakutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha. Leta mudhenzio, leta mudhenzio, mudhenzio. Dia mwamba ni salama. Dia mwamba ni salama. Kama ningekuwa wewe ningekuwa naguza hiyo vazi. Dia mwamba ni salama. Unaweka na unaguza vazi. Dia mwamba ni salama. Dia mwamba ni salama. Dia mwamba ni salama. Usiende nje. Usiende nje. Nguvu zake nizo nanga. Dia mwamba ni salama. 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 Mfalme wa wafalme salama. Dia mwamba ni salama. Dia mwamba ni salama. Dia mwamba ni salama. Asante, asante. Haleluya. Ninataka mchungaji sasa achukue mic aweze kubariki watu hawa na maneno ya baraka machache, na ninajua Mungu atakubariki. Na hiyo familia ilikuwa imekuja ni waombeni watenganisha na madhabahu ambazo zimekuwa kiwasumbua. Mkue tayari, maana akiondoka hapa na waombea ndio tuende kwenye hiyo kiwango jambo lingine. Kwa hivyo wewe ulikuwa umekuja na watoto wako, nimekumbushwa na Roho Mtakatifu uko uje hapa baada ya mchungaji. Mchungaji, nena maneno ya baraka juu ya watu hawa. Amina. Inueni mikono juu, mtumishi wa Bwana anaponena baraka juu yenu. Na Mungu awainue, Mungu awabariki. Milango ambayo ilikuwa imefungwa mwaka uliopita, wacha Mungu aifungue. Amen. Kama vile mmenibariki katika madhabahu, naye Mungu atumane from north, south, east and west. Amen. So that somebody can come and bless you. Where your doors are closed, may God open them. Where you never saw where there was darkness, may there be light in the mighty name of Jesus. For those who are praying that you don't have children, may God give you children in the mighty name of Jesus. The womb is not closed. It's only waiting for the right time. And whatever
where you are going to get will be another Samuel in the mighty name of Jesus. Wewe ambaye hauna kazi, Mungu afungue milango ya kazi. Wewe unalia, maana kuna watu wanalia siku ya leo. Hata wengine walikuwa wanauliza nitatolea zawadi gani mtumishi. Umelia siku ya leo. May the cry may endure for a night, but joy comes in the morning. I declare today is your day. God has been telling me this, and I don't know why he's been telling me. He has been telling that this is your time. Amen. I had to go and look for that book. Yes. This is your time. Amen. 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 In the mighty name of Jesus. I have my sons and daughters who are watching online. I know you are there. Had to go online so that you may see this. Yes. May God lift you up. Yes. May God give you grace. Yes. May you never be defeated. Yes. I have never been defeated. I have always been standing firm. Yes. May you stand firm in the mighty name of Jesus. Amen. Faith the ear without fear. Amen. That is the sermon I was given in on Jesus' Sunday. name. Face the ear without fear. I don't know where your fear was, but God has commanded us to face the ear without fear. Hallelujah. And I know as I go back, I had my fears, but as God gave me that word to face the ear with fear, I know the fear that I had is defeated in the mighty name of Jesus. Is defeated in the mighty name of Jesus. Amen. Mungu abariki na wainue na onekanie. Glory. Hallelujah. Amen. Chochote mmetoa siku ya leo, may God multiply it. We have been told his blessing double. May God multiply it. Wale ulikuwa unalia nasikia tena, wewe ulikuwa unakilia, just declare that this is my time. I don't know why you've been crying. Nasikia masikio, nasikia watu wakilia. Nasikia unalia, unauliza Mungu what happened? Unauliza Mungu wakati wangu ni lini? Sijui kama ni wewe ama ni mtu ambaye yuko kwa mtandao, lakini wewe ni mtu ambaye yuko kwa mtandao. Wewe ni mtu ambaye yuko hapa. I want to declare that it is your time now. It is your time now. It is your time now. Receive your blessing. It is your time now. It is your time now. In the mighty. Katika jina la Yesu. Hallelujah. Amen. Mama, I have so many daughters and sons from South Sudan that I've been working with. I don't know if you allow me to come and greet me. If they can come and greet the church. Niko na watoto ambao tumetua tukifanya kazi nao katika South Sudan. And when I called them, they did not say they're busy. They did not say they have other issues to do. Like there is one of my daughters who was my praise and worship leader, but the God brought back here. She had to go for a burial somewhere in Kakamega. She had to land to land and make sure that she has to come. I pray my daughters and sons wherever you are, Mose, wale wengine, so long as you know unaitanishwa na God ministry in Juba, wewe kuja tusalimie. Ndio watu waone pia muko. Hallelujah. Hallelujah. My sister Banis, may God bless you. Now she's called Minister Banis. She used to be called Lady B, but no longer. She is no longer Lady B. She is Minister Banis, and she has been ministering my life. Ni mtu ambao tumecheza kati na yeye. Ni mtu tumecheza karango na yeye. So you can imagine the kind of a person she is. She is a dear sister to me. We have held each other's hand in different way. Thank you, my daughters. Thank you, my sons. Thank you. Tusalimieni haraka juu ya wakati. Bwana Yesu asifiwe. Ni pastor wetu, tunampenda na tunafurahi kuwa na wewe siku ya leo. Mungu azidi kukutumia unapozidi kutujenga na neno la Mungu. Barikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Our praise and worship leader. Kwa majina ni Pauline, nimeokoka na mpenda Yesu. She is a mother, a pastor, and also a big sister. I love her so much. May God continue lifting you. That she was the church treasurer, but she came back. Praise the Lord. Kwa majina naitwa Penina Kivenji. Napenda pastor wangu. Amekuwa kama mwalimu katika maisha yetu. Amina. He has been a big sister to us. Tunapopata shinda huwa tunamkimbilia kila wakati. Nashukuru Mungu naendelea kumuinua. She's in the intercessory team. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. I thank God for this day. Amen. Reverend Janet. Amen. I celebrate this victory with you. Amen. And may God continue using you. Amen. You have been a blessing to us, to Kiwa Juba. Amen. You are our mother. And Amen. I thank God because of this. Amen. Whatever has happened this time. Hallelujah. God bless you. Amen. Huyo ni mchezaji keyboard mzuri sana. Hallelujah.
Bwana asifiwe kanisa. Amen. Bwana asifiwe tena. Kwa banjina naitwa David Dungu, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Mam, nimefurahi sana kwa ile wakati tumekuwa na wewe. Amina. Umekuwa ukituongoza vizuri. Amina. Ulikuwa unatuendeleza vizuri. Amina. Na ninashukuru sana. Amina. God bless you. Amen. Amen. God bless you too. Huyo alikuwa wa church chairman, anaitwa Baba Emmanuel. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Mungu awabariki sana. Asanteni sana kwa sababu ya kuvumilia mpaka masaa haya, kwa sababu ya huduma ya siku ya leo. Mtumishi wa Bwana, ningeomba Reverend Kuria mchukue umkalishe kwenye kiti cha uchungaji ambao ni wa Reverend. Hallelujah. Amen. Mpange pale ama mpange kwa kiti cha Reverend. Wewe Reverend mwingine yuko wapi? Kujeni wawili, mmoja pande ya mshike na mwingine pande hii. Na wewe uchukue hapa hii zawadi yake. Yeah. Nataka. Amen. Pigia Yesu makofi. Anakalishwa kwa kiti cha Reverend. Hallelujah. Amen. Thank you Jesus. Umekaribishwa kwa hicho kiti cha Reverend. Sasa wewe ni Reverend. Enyi watu wa jumba, nimesikia wengine pastor nani, sasa amepewa Reverend, si ndio? Muzoee. Usema nitazoea. Kwa jina la Yesu. May God bless you na Mungu awainue. Ninajua tuko na keki. Kuna keki huku, ametuandalia keki mtumishi wa Bwana. Lakini before that, ninaomba hiyo family kwanza wakuje, niwaombee. Fanya haraka mami. Ninawaambianga mimi ni chap chap. Haleluya. Tena hao watu tuko nao wako karibu kufunga vyombo na sitaki wafunge. Watu wache kwa hewa tukiendelea tumehang. Tungahang. Nataka baka mwisho ikuwe watoto wakuje. Ninaita huyu na familia ama una jambo? Ni hii familia. Ninaita hii familia. Sorry mami, wewe nishakumalizia. Amen. Ni vizuri mami anakuanga. Hii ni family na ninapowaombea wewe uko na tithe, fungu la shukrani na nini, ukue tayari. Nikimalizia hapa uwe nyuma. Tufanye haraka haraka. Watoto wako hawa. Amen. Pigeni magoti. Huyu ni mama na watoto wake. Leo amekuja kuomba kwa sababu ya mambo amekuwa akipitia na watoto wake. Na ni kwa sababu anaamini Mungu atawatenganisha na hayo madhabahu imekuwa ikiwatesa. Leo na mimi ninaamini kwa sababu wamekubali kutetewa na haya madhabahu. Watumishi wa Bwana, ningeomba muwe nyuma yao, muinue mikono yenu juu, maana hiyo ndio kazi yenu. Tuwaombe na kwamba Mungu atawatetea na kuwapigania. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu, ninaombea hii familia ambao wamepita kwa mateso siku nyingi, wamepita kwa ugumu siku nyingi Bwana. Baba, kuna maroho zilinena kwamba hawatawahi endelea. Kuna midomo ilisema ya kwamba watazunguka mahali pamoja. Kuna maroho ilisema watakuwa hawasongi mbele Bwana. Leo ninawatenganisha na yale madhabahu. Katika jina la Yesu. Kila madhabahu walionena wakiwa hai ama waliokufa, na watenganisha na hayo madhabahu katika jina la Yesu. Kuanzia leo kila madhabahu iliyoinuliwa juu yako na watoto wako na wajukuu wako, na kutenganisha nayo siku ya leo, tokeni kwa hayo madhabahu, tokeni kwa maneno yao, tokeni kwa misemo yao. Hayo madhabahu, toka ndani na uzao wako, toka ndani na uzao wako, toka ndani na uzao wako, toka ndani na uzao wako kwa jina la Yesu. Madhabahu ya waliokufa walikufa wakinena mabaya, na kutenganisha nayo kwa watoto wako, na watenganisha kwa jina la Yesu. Kuanzia leo mufanikiwe, mubarikiwe, muinuliwe, mupate neema ya Bwana, muishi kwa jina la Yesu. Naomba na kuamini. Nayo hii dhabahu iwatetee mbele za Bwana kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Haleluya. Wacheni ni wainue. Na wainua kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Muinuke na baraka za Mungu. Na kuinua kwa jina la Baba, uinuke na ushindi wa Jehova. Inuka na nguvu na uwezo. Inuka na mamlaka ya Mungu. Inuka mahali ulikowekwa. Kuanzia
Ni mikono na nena baraka juu yenu. Kuanzia leo hiyo milango mlikuwa mmefungiwa ifunguke, mubarikiwe, muonekaniwe. Jehova awe Mungu wenu. Popote mtakuwa muwe na kibali, na kuanzia leo Bwana wainue kiwango kingine kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mwaka huu wa 2022 muone neema ya Bwana, nyota zenu zing'ae. In Jesus name I pray. Amen. May God bless you. Amen. Simameni bado. Baba mama anatoa shukrani kwa sababu ya dhabihu ya siku ya leo. Muinue Bwana na uzidi kumuonekania vile amekubali kusimama na kusema asante. Azidi kukuona kwa jina la Yesu nimeomba. Dhi mukone gai. Ninaomba walio na fungu la 10 msongee huku mbele. Msongee huku mbele na Mungu atawabariki. Kama una fungu la 10 fanya haraka. Hallelujah. Baba, kwa jina la Kristo unamuombea huyu ndugu, umbariki kazi ya mikono yake, muonekanie kwa jina la Yesu. Naomba umbariki mjini na mashambani, ondoa ukavu na ugumu, in Jesus name I pray. Baba, kwa jina la Yesu ninaombea watu hawa, chochote watakacho kuaminia Bwana kwa sababu ya fungu za 10 ambao wanasongeza ama fungu la shukrani ama mbegu. Bwana, ninaomba kwa jina la Yesu wakuone na waone neema yako, katika jina la Yesu nimeomba. Mungu azidi kukuonekania unapoendelea kushukuru kwa jina la Yesu. Mungu abariki kazi ya mikono yako kwa jina la Yesu. Mungu abariki kazi ya mikono yako kwa jina la Yesu. Mungu akuonekanie kwa huu mwaka ambao umeutolea dhabihu. Mungu abariki kazi ya mikono yako kwa jina la Yesu. Mungu abariki kazi ya mikono yako. Mungu chenye umepanda uende uvune, in Jesus name. Mungu akuonekanie na akupiganie vita kwa jina la Yesu. Mungu akubariki, abariki kazi ya mikono yako na uzidi kuona Mungu, uzidi kushukuru. Mungu abariki kazi ya mikono yako. Mungu aweze kusainia portion Father. Mungu azidi kutenda makuu kwa sababu ya mahali amekufikisha. Mungu azidi kufungua njia zako kwa jina la Kristo. Mungu abariki kazi ya mikono yako, in Jesus name. Kazi yako ibarikiwe, in Jesus name. Kazi yako inuliwe na ibarikiwe kwa jina la Yesu. Kazi yako ibarikiwe kwa jina la Yesu. Mungu Mungu azidi kukutetea na kupigania, pata uzima. Mungu abariki kazi ya mikono yako, in Jesus name. Mungu abariki kazi ya mikono yako. Kazi yako ibarikiwe, in Jesus name. Kazi yako inuliwe na ibarikiwe kwa jina la Yesu. Huyo mtoto afunguliwe mahali yuko kwa jina la Yesu. Popote alipo Mungu amshughulikie, in Jesus name. Mungu akuangalie. Amen. Mungu abariki kazi ya mikono yako kwa jina la Yesu. Mungu azidi kutenda mema na uzidi kushukuru. Mungu azidi kubariki kazi yako kwa jina la Yesu. Mungu akubariki na kuonekania zidi kukutetea, in Jesus name. Amen. Mungu azidi akutetee na kuonekanie. Amen. Ifunguliwe na upate neema kubwa kwa hiyo, in Jesus name. Amen. Mungu awabariki sana, Mungu awainue, Mungu awashughulikie na Mungu atende mambo yaliyo makuu. Umbali tumefika ni rehema na neema ya Bwana. Mkono wa Bwana uzidi kuwa juu ya maisha yenu. Msishindwe mbali, mshinde kwa jina la Yesu. Mwaka huu usiogope, ni kwa sababu Mungu atatembea na wewe. Kama vile Mungu siku ya leo ametunenea, akasema ya kwamba utafika pale kwa jina la Yesu. May God bless you. Ninapomrudishia mchungaji microphone, maana kuna keki, kuna chakula, atuambie tunaenda step gani ndio tufike gani. May God bless you. Shalom. Amen. Shalom. Let us appreciate our bishop.
Naomba tupongeze askofu wetu kwa makofi mazuri kwa kazi na huduma ametuhudumia siku ya leo. Tunapotamatisha ibada yetu siku ya leo, ningependa kuwaomba nyinyi nyote ambao mmehudhuria hii hafla, tafadhali msiondoke. Our Reverend Janet ametuandalia chakula na kinywaji na tena kuna keki. Kwa hivyo tafadhali ningewasihi msiondoke, msiache tafadhali. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu ni mama wetu na tungefurahia vile ametuhudumia, ametutayarishia kinywaji na chakula, tukipokee ili tunapokipokea naye akazidi kubarikiwa na azidi kuinuliwa. Kwa hivyo nataka kumpisha mtumishi wa Mungu kutoka Sky Cable TV ili aweze kutumalizia kwa mtandao huu katika jina la Kristo. Welcome MC, na Bwana akubariki sana. Na mpenzi mtazamaji wa Sky Cable TV Kenya, tunakushukuru sana kwa kuungana nasi katika ibada ya kutawazwa na kupandishwa ngazi. Tumekuwa tukikuja moja kwa moja kutoka God Ministry International Kariobangi South, ambapo tulikuwa na ibada ya kufana sana ya kumtawaza mtumishi wa Mungu kutoka kuwa pastor hadi reverend anahudumu kule South Sudan. Asanti sana wewe mpenzi mtazamaji na mshirika wa hii kanisa. Hata sisi tukiwa Sky Cable unaweza tupandisha ngazi ama ututawaze kwa kuingia kwa mitambo yetu ya Facebook ama YouTube. Utaingia utafute Sky Cable TV na usisahau kuweka jina Kenya, alafu ibada hii yote utaipata hapo, na tunakushukuru sana. The only way you can ordain us as Sky Cable TV ni kusubscribe na kufollow our Facebook na YouTube channel. Asanti sana. Mpenzi mtazamaji, ungana nasi kesho katika vipindi za Sky Cable TV Kenya. Tumekuwa tukikujia moja kutoka Kariobangi South. Asante, shukran. Thank you so much for your patience and for your contribution. Hakika Sky Cable TV Kenya, you have been a blessing to this church. May our good Lord bless you and expand your boundaries in Jesus name. Tumetamatisha ibada yetu ya siku ya leo, na kama vile nimewaomba, tafadhali tumeandaliwa kinywaji na chakula, na ningeomba wale ambao wako miongoni mwa wapishi jikoni, ningewaomba mmoja ashuke. Sky Cable TV Kenya, be on the real.